Palitokea mkasa mmoja mzito sana kutokana na haya mamizimu. Takriban ni miaka 7 au 8 iliyopita pale Zanzibar. Kuna watu ambao bila shaka walitufikia, wanatueleza wanafamilia. Yani ilikuwa katika familia kuna watu wanaumwa sana, alafu maradhi yanafanana ya aina moja. Kila mwaka kuna mtu lazima afe kwa maradhi ya kansa katika familia. Watu 11 waliondoka kwa mtindo huo. Na kila unapofika mwezi wa 11 ndo mwezi muwafaka, atauma mtu kansa ya ghafla tu, tayari kaondoka. Ukifika mwaka mwingine mwezi wa 11 anaondoka mtu wa pili kwa staili ile ile, maradhi yale yale, sasa na muda ule ule. Sasa jiulize, watu hawa yani wote wanaumwa maradhi ya aina moja, mwezi mmoja, muda mmoja, mazingira ya maradhi yao yale yale. Hapana, hapa kuna jambo katika, hapako sawa. Wale mabwana wakaja wakatueleza hizi habari, sisi tukawaambia inshallah kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala tunaweza. Hizi ni athari za kimizimu. Na kwa kuwa ni athari za kimizimu, je, mnajua chochote katika sala la familia yenu? Wale mabwana wakasema kiukweli sisi hatujui, bali tuliwahi kusikia huko nyuma kulikuwa kuna mambo haya ya kimizimu, mambo ya kimilamila haya. Tuliwahi kusikia katika hali za namna hiyo. Basi tukawaambia hebu twende kwanza hapo nyumbani. Wale mabwana wakatuchukua tukaenda mpaka pale nyumbani kwao. Bahati nzuri pale nyumbani kwao kwa nje hapa kulikuwa na mti mmoja mkubwa tu. Uko pale ule mti. Tulipotazama pale tukawaambia, ndugu zanguni, nyie mnaumia hapa kupitia katika mti huu. Wakasema huu mti tunaumiaje? Tukamwambia naam. Lakini jambo la kwanza kabla hatujafanya chochote tunaomba mti huu kwanza ukatwe. Lakini atakayekata mti huu inawezekana akapoteza maisha. Wale mabana wakasema sasa shekhi, kama ndio hivyo nani sasa atakayekubali? Tukawaambia mtafuteni mtu mumkodishe aje ukate huu mti. Lakini kabla hajaja kuukata huu mti tunawaombeni mleteni kwanza kwetu tumfanyie dua ndani ya masiku 3, kisha baada ya hapo tukamwambia nenda kaukate ule mti. Yule bwana akaenda kaukata ule mti. Tukamwambia naam, kinachotakiwa sio kukata tu, ni kung'oa kabisa ile mizizi yake uweze kuondoka kabisa ule mti. Basi yule bwana wakati anang'oa sasa ile mizizi chini ya mti ule, katikati ya ile mizizi wakakuta kuna mtungi. Lakini ndani ya ule mtungi una damu mbichi kabisa, kama vile ile damu mtu kauawa leo, au kama vile ile damu imekingwa leo katika hali sahihi kabisa. Basi yule bwana akashtuka sana, na baada ya hapo yule aliokata yule mti wallahi alikaa ndani muda wa miezi 3 mpaka miezi 4, mgonjwa hajiwezi katika hali hizo. Lakini baadaye Mwenyezi Mungu akampa afya, akarejea katika hali iliyokuwa sawa sawa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Vuta picha, lau asingefanyiwa dua ya aina yoyote ingekuwaje? Baada ya kutoa sasa ule mtungi wenye damu, vikafanyika visomo maalum na zikapitwa zile step maalum kwa ajili ya kutegua yale matego ya kichawi. Ndio tukawa tumefanikiwa kuondosha ule mkataba wa kila mwezi wa 11 kuwa anaondoka mmoja katika wanafamilia. Watu wakawa hawaamini, wanausubiria saa mwezi wa 11 waone ataondoka nani. Alhamdulillah, mwaka huo ukapita. Wakasubiri mwaka wa 2 ukapita. Mwaka wa 3 akasema alhamdulillah, tunamshukuru Allah tabaraka wa taala ametunusuru na balaa hili la hawa mizimu. Kwa hiyo unaweza kujikuta unapata madhara, naingia katika mambo mazito kabisa, lakini kumbe tayari kuna mikataba ya kimizimu ndio ambayo inapelekea nyinyi kujikuta mnaingia katika hatari. Namaliza kwa haraka hapa. Sasa masala haya yani hii mikataba inakuwaje? Inakuwa hivi: على الرغم من زعم في بعض الأوقات أنه كان ينبغي كتابة الاتفاق كاملا بدم الإنسان. Mara kadhaa hii mikataba huwa inaandikwa na watu wakikubaliana katika mikataba hii ya kishaitan au ya kimizimu kwa kutumia damu ya
mwanadamu, damu ya mtu. Tena mwanadamu mwenyewe ni ule mwana ukoo, lazima achane sehemu kidogo ya mwili wake pap, alafu ile damu inayotoka ndio wanaingia nayo mikataba. Wallahi ni hatari sana hivi vitu, na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akapiga marufuku, alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budu shaytana innahu lakum aduwwun mubin. Shetani ni adui, hata kama atafanya mazuri ya namna gani wewe unayoona kama mazuri, jua huu ni mtego tu, kwa mbele huko kuna balaa ambalo unakwenda kukutana nalo katika mazingira kama haya. Lakini wayakunu al-ittifaq an yanjaha bimalin, na hapa sasa itakuwa huyu mwanadamu an yanjaha bimalin, ya kwamba ile mikataba anatoa damu yake, ishara ya kwamba watadhuru familia yake, watadhuru ukoo wake, kwa faida yake mali iweze kupatikana. Lakini sasa kuna wengine katika wanaukoo, hakuna hata mwanaukoo mmoja mwenye hali nzuri, lakini pia wapo ndani ya mikataba. Wenye hali nzuri ni wale waliowekeana naye mikataba na wakawa na hali nzuri na wakafia huko. Baada ya hapo sawa na ukoo wote wamekuwa ni mafakiri, ni malofa, hawana wanachoshika, kikaenda kwa mikataba iliyowekwa na mtu ambao wao aliofanikiwa yeye katika zama hizo, na hayupo, alishafariki katika muda mrefu. Hii ni hatari sana ndugu zangu, jichunguzeni vizuri. Wakati mwingine mna sababu zote za kufikia katika malengo, lakini mikataba yenu inawadhuru. Hebu tegua haya madhara ili mambo yaweze kwenda vizuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini wa irdin, wakati mwingine inakuwa mikataba ni kwa ajili ya mtu apate cheo wa shuhra na umaarufu. Wa yushtaratu sadaqatu dammi al-insan athnaa muddati kadha, na imeshartiwa katika makubaliano ya mikataba hiyo lazima kuwe na kafara ya damu ya mwanadamu katika muda kadhaa, kama tulivyoona katika mkasa wa watu wa Zanzibar. Kila mwezi wa 11 lazima mtu aondoke tu katika hali za namna hii. Hii ni hatari sana ndugu zanguni katika mazingira kama haya. Lakini kadhalika kuna baadhi ya mikataba midogo midogo yenyewe sasa wanaweza wakatumia hibrun ahmar, wino mwekundu tu, ukawa unatosha kuwekeana mikataba na hawa mizimu au mashaitani, wino mwekundu tu. Mfano mambo madogo madogo, kuna mtu haoe au haolewi katika wanafamilia, jamani mwacheni aoe au aolewe, basi ni tumikataba tudogo tudogo utu wanawekeana kwa bihibrin ahmar, kwa wino mwekundu tu. Lakini kadhalika kuna wale masala ya mikataba mingine ya mutawasita, labda mtu apati kazi, hiyo wanawekeana mikataba kwa damu ya mnyama tu katika mazingira. Wewe ni hatari sana ndugu zanguni, mikataba ya kimizimu inayokula bwana familia ni hatari sana katika afya na maisha ya binadamu. Kuwa makini sana ndugu yangu, fanya uchunguzi katika familia yako, jichunguze wewe mwenyewe. Lau utayaona haya tunayoyasema yapo katika familia yako, chukua hatua za maksudi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa kweli ni hatari, panahitaji taaluma ya kutosha kutegua masala haya, panahitaji ujuzi wa kutosha kutegua masala haya. Biidhnillah kheri iko mbele yetu kwa hurma na utukufu wake Allah tabaraka wa taala.